Asante sana. Na basi ndugu brother wapenzi watazamaji, na ikiwa ni stara moja tena hapa basi stara moja kabambe zaidi. Haraka basi ikiwa ni stara moja mofotekebisha, tunakuja kulianza picha letu The Mercenaries from Hong Kong. Mercenaries from Hong Kong. Hapa basi title la horror cinema. Mercenaries. Hapa basi from Hong Kong. Title kamili la horror cinema. Na ndipo tunakuja kumpata jamaa aliyestari kwenye horror cinema. Ni jamaa ambaye alikuwa mwanajeshi during the Vietnam War, lakini sasa ameritaya na anakaaga maisha hapa basi maisha kivyake shasha. Anakaaga maisha kivyake. Ndiye huyu. Na jina lake kamili ni T Langa. Hapa basi ndilo jina lake kamili. Na huyu ni jamaa alikuwa na picha kama vile Beta Tomorrow wakiwa na choi na photo. Na alright. Harakati bishi alikuwa ni katika harakati basi ya kufanya mazoezi asubuhi. Asubuhi anakuwa ndori ya mazoezi disini kama hiyo shasha T Langa. Kisha kuna jengili fulani kwa jina la Mr. Wen na ambaye alichukuaga sistake. Akamfahamisha hapa basi ama akamwambia waende wakafanya mapenzi, akampa dawa sistake akakufa. Sasa anataka revenge. Kwa hivyo alikuja kaita brother yake akamwambia vavara ye uweke hiyo gari pari fulani, mwanzo nitarukia hiyo dinga. Bash. Kisha akakuingia kwake Mr. Wena. Kaka ndo nifite. Ara mimi ni fubaya. Haya akakuingia kuro pando nani? Akapata mlinzi. Unaenda wapi wewe? Hapa tutakagi wageni. Mimi naitagwa kutadha makagari. Unatakaga wageni? Ndio tunataka. Saa hiyo buduke kwa makagari. Kisha fungua mlango. Ilo sasa nataka kujiseti kuro pando nani kwa Mr. Wena. Kisha hatimaye Tirang akamwekelea jamaa cheki. Kama ugigo akapatwa moja ya shingo kuwekwa kando. Kisha Tilanga akakuingilia kuropandwa nani sasa? Anataka Mr. Wen. Mr. Wen naye ndiye huyu. Kumbe amezoea hivyo. Cheki. Mr. Wen ndiye huyu aliyesimama pale kando. Kuna kamanzi ambako ni innocent. Unaona? Ile hii mambo ya demu unapatana mtu mgeni, anakubeba, mnaenda naye na hujui ametoka wapi na anafanyaga namna gani. Hii ni kitu tafadhali mademu mnafaa muache. Hata mkisemaga ati my dress my choice, tafadhali mnafaa kuchagua vitu zingine. Sasa huyu dem alichukuliwa na Mr. Wen. Mr. Wen akampatia madawa mingi zaidi za kuongeza joto. Lakini right on time Tilanga akakuingilia. Akamwambia Mr. Wen, unakumbuka mwanzo ulifanyia kama mwenye unafanyia leo hii? Unaona? Mwanzo hizi ni madawa. Hizi dawa ukipewa moja unashikwa na extraordinary gedhinyaku. Na yeye badala ya kupatia moja anakupatia kama 10. Sasa kumuhanda jangili, masenari wake alichomoka upande wa nyuma, cheki bodyguard wake. Anadhani Tiranga hamsikii. Na Tiranga anamsikia vizuri. Sasa yule bodyguard alisukumiwa risasi. Cheki. Gua niletene ng'ombe. Mavarai. Ulipatiaga dadangu hizo madawa akakunywa. Sasa ni wakati wako wa kuzikunywa. Aiwe, hii ukikunywa mingi utaharibika na mwili hata inaweza kuua. We. Ulipatia dadangu 2, sasa nataka umeze zote. Ya duniani ulipiwa papa hapa duniani. Majangili wake walisikia na kwa hivyo wakakuingilia kwa wingi zaidi. Enyewe zile madawa basi ukikunywa overdose, definitely hapa basi mara moja tu unakufa. Muna kutononi. Huyo jamani wenzimu nani? Anaitwa Tilong. Akaanza sasa. Alikuwa amekuja kumaliza Mr. Wen. Mission is a compression, sasa ni kuchomoka. Cheki, alivalia helmet. Kisha I have accomplished my mission. Alikuwa amejipanga akaruk design kama hiyo sasa. Tilanga. Dinga alikuwa amesema kuwekwa raizo. Kwa hivyo alikuwa amefanya nini? Alikuwa amejivalia hapa basi helmet. Chukua pikipiki na kuchomoka sasa. Alikuwa amejivalia hapa basi helmet. Na kwa hivyo majangili wamfuate. Elewa ameweza kuangamiza hapa basi moja kati ya vinara wakuu sana wa majangili. Chukua uswadi sasa. Pitana. Huyo kumkata. Mpaka wengine wakastuka. Unakatwa kichwa kinawekwa kando. Salala. Wale majangili wote wakastuka gai.
munio wanyi na munio umefanywa hivyo na jamaa wetu Tilang akachomoka. Mtoto amekufa toke kati hakuwa ni hakuwa tufanya nini tuibe mali yake. Wakati huo hapa basi bila shaka pale majangili wakaitwa wengine wengi shasha. Wacha apelekwa mbiu Tilang. Mwanzo unasikia Mr. Weng. Mr. Weng ndiye alikuwa hapa basi wakuwa na brother yake ndio waraguzi wakubwa sana wa dawa za kulevya huko mtaani shasha. Na ameuawa na Tilang. Tilang amemuua. Tilang amemuua Mr. Weng. Jaka dere nikiwe na wanogu unawezaje kuoka gari yangu? Wakibishana ati gari zimegongwa. Cheke. Iroli lake Jack Kadera likipeleka magoto ni shukuru. Likabato sara kama hiyo. Kisha hapa basi majangili wengine ajari barabarani shasha. Na majangili wengine bado wanaendelea kumfuata. Hapa basi bila shaka para jamaa wetu Tilang. Tilang amemuua mdozi wa magaidi, mraguzi mkubwa wa madawa za kulevya huko Hong Kong shasha. Cheko maneno. Ala. Shalala. Ruka hadi kurupa na mwingine. Dinga la kigaidi lenye lilikuwa linamfuata likajaribu kuruka stara kama hiyo kutufera nayo. Ujawaiona. Na Tilang akachomoka. Tilang. Abana machezo. Hao majangili alikabidhiana na wao stara kama hiyo, but all the same amekosea sana maisha yake mwanzo. Huyu ni gaidi moja ambaye hapa basi akona connection venye ujawaiona. Sasa kuna jangini ambaye anajulikana kama vile Mr. Sun. Mr. Sun alikuja kuomba usaidizi. Mwanzo lazima Tilang auawe. Kwa hivyo Mr. Sun akawaambia hapa Mr. Sun akawaambia wale majangili wasijari. Mwanzo kumbe hapa basi bila shaka pale yule Wen alikuwaga bradhake Yenwa. Punde si punde na Tilang bradhake alikuingilia. Mkumbuke basi yule bradhake mwenye alikuja na nini? Mwenye alikuja na dinga. Akamwambia Tilang, vavara hii ndugu yangu ile kutafutwa unatafutwa, hata wanogo hakuwa natafutwa stara kama hiyo. Lakini Tilang akamwambia usijari, mimi nitarudi upande wa Cambodia ama Thailand nikaendelee na maisha. Lakini mtu kama Wen hangemaliza sister yetu, atijueni ni mdozo maraguzo madawa za kulevya kisha niwachane na yeye, lazima ningemuua. Kwa hivyo usijari, mimi narudi upande wa Thailand nikajibishana na wana Vietnamese. Lakini Mr. Wen ilikuwa nimeapa lazima nitaweza kumwangamiza. Come what may. Singemwacha. Na kwa hivyo namwambia brother yake, sasa nataka pia wewe utafute namna venye ambavyo utaweza kujificha. Mwanzo huenda magaidi wanaweza kuwinda. Jua najua wewe ni brother yangu. Kwa hivyo tafuta namna. Chomoka raizi. Manze, nenda ukaishi maisha yako kivyako. Wakaagana stara kama hiyo basi na akamwacha brother yake basi, na brother yake akachomoka huku yeye ajipange. Kisha kwa runinga kaanza kusikia, "We tumia." Anasikia ati yani wanted. Punde si punde kikosi cha kimagaidi kilije upande wa nje kimemkamata brother yake. Kisha akamwambia Tilang ako na sekunde 5. Iwapo hatachomoka brother yake anauawa. Uko na sekunde 5. 1 2 akachomoka. Akaweka bunduki kando. Ilikuwa sasa Tilang ameona brother yake atauawa na hawezi kataka basi makosa yake asababisha kifo cha brother yake. Mwanzo alikuwa na revenge sister yake. Tena naye brother yake amekamatwa. Lakini punde si punde akafahamishwa na kikosi cha kimagaidi kwamba na kuweti mduzi wao Miss Maseyang ndiye anataka kubonga na yeye. Kumejaa magaidi wengi sana rais, kwa hivyo hawezi kataka kujaribu kuzua vita. Hata ujinga wewe, nakwambia mdozi wetu anataka kuongea, kama sio mdozi wetu ungekuwa tumekuua wewe. Sasa wewe Karajagwa. Hata kama ni mdozi wetu anataka kubonga na mimi, unajua unacheza na nani? Unasikia? Nasikia kama nimenyongwa na simba. Kakando. Akaka hiyo mikono ni kama ya simba. Na sio simba mtu, simba mnyama. Sasa ili kuingilia. Amefahamishwa hapa kuna manze na ambaye ni mdozi, Mrs. Maseyang. Miss Maseyang mwenyewe ndio huyo. Akamwambia Tilang, nataka kubonga na wewe. About what? Akaambia Tilang, najua maisha yako iko hatarini. I'm the only person who can help you. Watu wengi sana wanajaribu kukuua, lakini mimi hapa basi naweza kukusaidia. But hata nikikusaidiaga, it's
you scratch my back, I scratch your back. Iko na maana unisaidie na mimi nikusaidie. Mbele mimi ndiye mdozi sasa huku. Na nikisema magaidi waachane na wewe, basi wataachana na wewe. Hapo ndipo Tilanga alikubali kubebwa. Akaletwa hadi kwake hapa basi Mrs. hadi kwa basement zake Mrs. Maseyanga, Miss Maseyanga. Ina maana basi hana mtu. Ukisikia mtu anaitwa Miss ni kumaanisha hana bwana. Naona? Hana bwana huyu dem. Kwa hivyo tafadhali watu wote ambao mko hapa mnatafuta bibi, Miss ako pale. Ndipo jamaa wetu Tilanga alikuja kuonyesha sehemu kama ya kuruzu. Unajua hapa ni wapi? Akadai ndio hapa ni Cambodia. 你认得这个地方吗？ 柬埔寨。 Hapa ni Cambodia. Akafahamishwa basi, nataka kutuma kwenye mission upande wa Cambodia na nitakulipa 1 million. 我知道你前几年在 1 million? Akamwambia nitakusaidia basi wa magaidi waache kukuwinda. Mbali na hivyo, nataka nikutumie upande wa Cambodia. Ukamate jangili fulani ambaye aliweza kuhusika na kifo cha babangu. Na umlete ara za nyawaizi. Akafahamishwa kuna jangili kwa jina na Philip Cole. Philip Cole aliingia akapiga babangu risasi design kama hiyo na akamuua. Kisha hatimaye akachomoka hapa basi na tape fulani, na hiyo tape inaweza hapa basi kuniweka taabani. Lakini Tilanga kamuuliza Philip Cole upande wa Cambodia. Philip Cole ndio yule muuaji wa kulipwa ambaye ni hatari sana. Philip Cole ndio yule muuaji. Akafahamishwa ndio Philip Cole kwa upande wa Cambodia. Na hapa basi kwa kwenye kikosi fulani cha magorilla. Sasa jamaa wetu anaelezewa amefichwa kwenye kikosi fulani cha magorillas kule upande wa Cambodia. Philip Cole shasha anawekewa ulinzi na kikosi fulani cha magorillas kule upande wa Cambodia. Na kwa hivyo hiyo ndio mission ya jamaa wetu. Kisha jamaa wetu akafahamishwa atapatiwa $1 million in that mission. Atapatiwa hapa basi milioni 1 mzima. Lakini jamaa wetu akashindwa ataingia namna gani upande wa Cambodia. Miss Maseyanga akamfahamisha kuwa magorillas kule upande wa Cambodia wako na hitilafu sana ya madawa za kutumia, antibiotics, dawa za minyoo, vitu kama hizo. Kwa hivyo Tirang ataingia upande wa Cambodia akiwa amejifanya mtu wa kuuza dawa. 你想我一个人去干这件事？ 不是，我让你组织一队人，连你在内不。 Ya, utaenda hapa si ukiwa umejifanya mtu wa kuuza dawa. Na kisha hapa basi bila shaka paro ukijifanya mtu wa kuuza dawa, zile suitcase tutakupatia za kubeba madawa zitakuwa na namna ya kuficha mabunduki. Design kama hii. Mabunduki zenyewe ndizo hizi. Kila aina ya bunduki. Mpaka MMIG zote ziko ara zenye hizi na ziko na silencer. Unaona? Kwa hivyo tutakupatia kila kitu ambacho wewe unahitaji. Akadai basi na mimi siwezi nikaenda kwenye mission kama hii ni kwa peke yangu. Nahitaji kutafuta mabeshte. Tirang akadai nahitaji hapa basi kutafuta mabeshte. Kwa hivyo manza kamwambia nimekupatia ruhusa utafute mabeshte wengine 5. Na kila mmoja wenu nitamlipa 1 million. Mkiniletea Philip Cole. Mwanzo Philip Cole aliweza kuua babangu. Kwa hivyo jamaa wetu fasta alianza mission ya kutafuta hapa basi mabishti 5 ambao watampeleka upande wa Cambodia. Wa kwanza alikuwa hapa basi ni Mando wa Wanzinga. Mando wa Wanzinga mwenyewe ndiye huyu. Hapa basi amekuwa Vietnam. Amefanya operation nyingi zaidi basi bila shaka parkour upande wa Vietnam. Akuwa kama haya damasonari. Harakadarakibishi akiwa kama drug dealer. Ndiye huyu upande wa mkono. Anakuwa wazima. Anajulikana kama vile Mando wa Nanzinga. Lakini kwa sasa hivi yeye ni mpishi. Alikuja akafunzwa na kaparo namna ya kutengeneza chips. Harakadhalika basi na kutengeneza chips ya mchere. Sasa yeye anakuwa anafanya kazi kwa hoteli. Kwa hivyo jamaa wetu alikuja kumuuliza pale kwa hoteli. Ilikuwa sasa Tilang anatafuta masenari 5. Wa kwanza mwenye amekuja kutafuta ni Mando wa Nanzinga. Mando wa Nanzinga mwenyewe ndio huyu. Mando wa Nanzinga amefanya mishoni nyingi sana hapa basi duniani, but yeye ni maskini. Sasa mpaka ameamua kuwa mwizi ndiye huyu. Amenunua hapa basi karivova. Bas. Na ameapa this time round sasa ataanza kuwanyang'anya. Roa Jehova, panga ndio huyo. Punde chipunde Tilang. Ibi, aya, salala. Maneno. Tilang, namna gani bwana? Ambia babara inaonekana siku hizi upande wa kutumia uswadi umekuwa hatari zaidi. Babara namna gani bwana? Kwani unaendelea kukoda bwana? Walikuwa kwenye kikosi kimoja wakati moja basi kwa upande wa Vietnam. Kuja
akamwambia manzi, nimeona uko fit upande wa mkono. Namna gani? Poa Vavarai. Kila akamwambia manzi, umefanya vizuri kuja kuniona mwanzo, sasa mimi nimedeclare the war. Sitaishi kuwa maskini. Kutoka mwanajeshi, fanya deal za madawa za kulevya, kushikwa na wanapolisi, kutoa pesa zote, kuhongana nazo. Sasa mimi ni mtu wa hoteli. Sasa hata mimi tunaliganishwa na mtu kama vile Kaparo. Ni ulimbo. Rudira matunya kwa matunya leo, sasa nimeamua. Nitaanza kuwanyang'anya jo. Akaambiwa sikiza. Huwezi kuwa mwizi. Nimekuja na mission. Deal ya 1 million. 1 million? Ali. Usikuwe ni kujua kuna joke Vavarai. Kwa hiyo watu wana tarehe kuni enjoy 1 million. Akamwambia ndio Vavarai. Kuingia Cambodia, kukamata jamaa kwa jina la Philip Ko na kukuja naye Hong Kong, milioni 1 naingia. Nikiara, asante sana. Wapili basi ambaye anajulikana kama vile Brache. Amepata huyo tayari. Brache ni bomb expert. Brache wakati wote basi amekuwa kwenye mission. Kama siku moja alikuwa kwenye mission, basi Brache kapara kwa acha ametega makombora stara kama hapa kuingia, yeye akaruka design kama hiyo. Brache akawaripua wale majangili stara kama bashi na akachoma kambari, na kuwa ni bomb expert. Anapenda madem mbaya mbovu. Anapenda madem vyenye hujawahi ona. Sasa akiambiliwa anaogaga stara kama hiyo. Kwanza leo hii alikuja kwa bibi ya wenyewe. Alala yaye. Alikuja kwa bibi ya wenyewe. Komenyero amenyereta hii. Demo amegogwa baya bovu. Amudiria kutinia makagari, kutinia. Unawezaje kuja kwa bibi yangu? Guy, si unikata kitu kama masikio. Bracha anaomba kato masikio. Utiri. Jitago mudhejege anataka kumkata makagari. Cheki mudhejege. Brache wala amepelekwa mbiu. Wasalala kidogo hivi fiko pande wa chini hapa, basi kumbe amekuja kutafuta na kina Tirang. Wakuwa na Mandro wa Naksinga. Mandro wa Naksing wamekuingilia. Wow, lakini sasa wani wadedri Tirang Mandro wa Naksing wali kuingilia kumsaidia. Sasa wanamhitaji Brache. Mudhejege. Bibi ndiye anaitwa Jasiribi, rafiki yake Mudhejege. Mudhejege, kwa nini umeleta magaidi? Ako na bibi yangu. Okay, fanya hivi, ndio chukua bibi yangu uendelee, hata kama lakini usimalize tafadhali. Chukua tu bibi yangu na usimalize. Pole, msinitandike Mudhejege. Akasimamia Githurai akuwa amegogwa. Wakati ho basi kuna mwingine kwa jina la Leitai mwenyewe ndio huyu. Anapenda sana kukunywa podi. Leitai anapenda sana hasa Bracha kapara kukunywa podi shasha. Lakini upande wa urengaji shabaha Leitai ni hatari. Cheki Leitai shasha. Hivi ndivyo alikuwa anafanya operation kuropa na Vietnam. Lakini kwa sasa yeye hapa basi ni mtu ambaye akona taabu nyingi zaidi. Mwanzo zile pesa zote zenye aliweza kupata hapa basi zimepotelea kwa familia yake. Mwanzo bibi yake akaiaga dunia. Binti yake na yeye ako na ugonjwa wa kaigagio kujaa. Na sasa inasemekana lazima hapa basi aende afanye operation kura United States of America. Unaona? Inasemekana anahitaji operation kuru upande wa United States of America. Mwanzo kaigagio halikadhalika na figo hapa basi zinahitaji kubadilishwa. Na United States of America ndiko tu anaweza pata basi zile ule usaidizi. Sasa anashindwa atamfanya nini mtoto wake? Mwanzo hana pesa. Angekuwa na pesa angekuwa hapa basi amesharipa, lakini sasa hana chapa. Kwa hivyo Leitai pia ni mtu ambaye ako na shida zake za kichapa. Lakini punde si punde Tilang, Brache na jamaa wetu Mandro wa Naksinga. Kisha kuna mwingine ambaye wanahitaji. Ululu yaye. Wanne ndiye huyu, jina lake ni Hussein Power. Sasa huyu nani? Ikifika na upande wa boxing tena upande wa mkono, Hussein Powers anakuaga wazimu nani? Hussein Powers. Ululu yaye. Hussein Powers. Lakini Hussein Powers ambaye anakuwa boxer, hapa basi anafanya kazi kwa garage.
Sasa akiwa kwa garaji, Kalisho alikuja ndio Kalisho. Kalisho akamwambia hii gari yangu nataka tu ioshwe. Hii gari yangu ni mpya. Kama venye unaiona kitu tu inahitaji ni kuoshwa tafadhali. Kwa hivyo weka kwa garaji ioshwe. Yes, wacha nikaibe bao kwa msitu kidogo alafu likuje. Haya, Kalisho akaenda job. Punde zipunde hapa basi Hussein Powers akawachorira dingi kidogo. Alikuja kupatana na Kari. Kari ndiye huyu. Kari akamuuliza unataka kuoga gari yangu kwa nini? Na hiyo hata sio yako. Wewe, sikizana na vijana. Kai! Usiona ati niko kijana. Mimi ndiye mwenye hii gari naweza kugoga vita ingine hujaiona nani, Kwani hujui mambo yangu? Akatoa chuma. Kutoa chuma, Kari akatoa kubwa kabisa. Hebu angalia hii. Nani ako na nono kidogo? Wakaanza sasa. Akagoga gari ya Kalisho. Kari, ulele ya hii. Kari. Gari ya Kalisho kio. Kuna hiyo gari ya Kalisho windscreen. Kwani nagoga tu ya gari yangu? We, hakuna haja kuendelea kupigana tafadhali, unaharibu gari ya wenyewe. Wacha nikaharibu yako. Yangu hautaharibu. Kari kugonga na chuma ikavunjika. Patwa dondi moja. Kari kwa ngoja tusipigane. Sasa kama mkono yako ni gumu kuliko chuma. Sasa wacha nikulipe. Kari akamwenjoy. Akamwekelea dondi ya makagari. Ndio umeona hizi pigana. Tusalimiane na nini tusalimiane. Unaitwa Kari. Kari alimwekelea dondi ya makagari. Okay, hakuna mambo. Baba hiyo ni kukufunza uswai salimia rafiki ati adui yako. Adui ni adui. Nungu hii. Hata niende gari yangu ijaumia pahali. Akachomoka. Kisha akaharibu gari ya Kalisho kabisa. Sasa Kari akachomoka. Kari kuchomoka. Kalisho akafika. Na alikuwa amepatiana gari yake tu ioshwe. Gai, mwadhani, siko polisi. Polisi wako wapi? Ndio kauge nogo. Sasa akawacha gari, akawacha kazi ya mekanika akaamua kuepa. Limo. Kazi gani? Lakini wakati huo akakuingilia Tilang, akamwambia Hussein Powers, wachana na hii kazi ya upuzi. Twende basi tukafanya kazi ya $1,000,000 zamana. Tukafanya kazi ya mamilioni. Na hapo ndipo basi alifahamishwa kuna mtu mwingine tunahitaji. Kumbe yule mtu anahitaji kwenda kutafuta hapa basi ni Kari. Ndio Kari wamekosana hapa basi na Hussein Powers. All the same, hapa basi Tilanga anamhitaji Kari. Mwanzo Kari ni master plan, ni mtu ambaye hapa basi anajua master planner. Na Kari anachoraga mishoni zote hapa basi kutengeneza chapa. Na ako na deni ya kila mtu. Kari ako na deni ya kila mtu. Yaani Kari ako na deni hapa basi ya kila mtu. Huyu Kari shasha. Na uwaga anakuja kufanya tu mambo hapa basi tu usaka paradisancho. Unaona? Anakuja kufanya tu sakar paradisancho wa raizi. Ololo yaye kuwakisha moto, ololo yaye kuletea watu ati mwili bila kichwa. Unaona? Ati mwili bila kichwa, moto bila kibiriti, ololo yaye nguo bila mwili na imevaliwa. Yaani anafanyanga tu mambo kama huto. Ili kutengeneza chapati kama hapa moto. Iwe ni master plan, ni mtu ambaye yako hapa basi na tu plan tu ingi anatengeneza maua star kama hiyo kutoka kwa moto. Akaletea manzi fulani. Unaona? Kwenda kucheki upande mwingine. Yeah. Akaona Kambojesh ya Gefiko. Na akona deni yao. Akaona Kambojesh ya Gefiko. Kambojesh ya Gefiko na akona deni yao. Adu Gefiko. Kai mai goroi. Akaona kumeharibika. Kai, sasa hapa nitatoka namna gani? Watu wa Gefiko wako hapa Akaamua kuhepa. Dina kuga. Anataka kuhepa. Lakini Kamjeshi ya Gefiko iko na machungu. Mwanzo huyu jamaa amewanyang'anya pesa mingi zaidi. Walikuja na hasira sasa. Kari akakamatwa na akafungwa na makamba star kama hiyo. Akamatwa akafungwa na makamba deseni kama hiyo. Kwa lile sanduku akamweka star kama hiyo, kisha akaamua kumdunga na lile sanduku lake la kufanyia job. Wakadunga kabisa. Sasa kina Tilang kufika kapate watu wametoroka. Watu wanatoroka kwa nini ati hamu duoragu? We, mimi sitaki kwenda kutoa ushahidi, mwirani wa wago. Hawakucheki. Hakuna mtu. Hii ni sanduku yake kwa hivyo anajua venye anayepanga. Kari. Wewe, watu sio wazuri. Kufika hapa cheki hizi nguo. Anakuwa amevalia nguo, akona nguo kama mara 4. Akatoa hiyo, akaigeuza yenye iko ndani, akatoa ndani yenye iko ndani, yenye iko ndani akatoa ndani yenye iko ndani, akabakia kama valia star kama hiyo. Karibon.
Iwi. Inda. Akatoka kuwa mtu mwingine sasa ndiye huyo. Kumbe pale alikuja kupita. Alipatana na Hussein Powers. Nakumbuka alifanya Hussein Powers haribu gari ya Kalizo. Oh, na mama raia. Kuja sasa. Ukafanya ni haribu gari. Ngoja tuwe marafiki sasa. Hakuna urafiki. Akijaribu kumwenjoy kama Rastai. Hussein Powers akochojo. Unanikumbuka eh? Ulinigonga na chuma ikavunjika. Ngoja. Akampata moja kisambia, kai duere na karajo ananiuliza nini? Tidanga akaambia Hussein Powers, huyu ndiye Kale. Oyo, huyu ndiye Kale. Ndio mimi. Kale, yani ushakosea huyu mtu, waacha huyu. Wale watu niko na deni yao wakifika hapa, huyu sio kitu. Ngoja we. Hussein Powers. Huyu ni Hussein Powers, huyu naye ni Kale. Tuko kwenye operation. We can make 1 million. Ginono wao. Ndio baka huyu wako. Kisha sasa wakaelewana. Wote wakiwa wasita sasa. Tilang, Roa yani Manro Naksinga, Brache, Leitai, Hussein Powers na Kari. Wote sasa wako kwenye operation na kila mmoja wao atalipo 1 million iwapo wataweza kuingia upande wa Cambodia na kuchomoka na gaidi kwa jina la Ferapco. Kisha manzi mdozi bishi arashaka mwenyewe ndio huyo Miss Masayenga. Miss Masayenga mwenyewe ndio huyo. Na kisha kikosi chenyewe kikaweza kukuingilia sasa. Ni selection ya mabeshti. Na kila mtu akona shida zake basi kivyake za chapa. Wacha Bracha muone manze na kumbuka yeye ni humanizer anapenda sana atudemu. Akafanywa introduction. Kisha kafahamishwa aweze kukagua gwaride. Na akakagua gwaride na akaona yenyewe ni watu wako fiti. Lakini kati ya watu wote aliambia Tilang mwenye amenifurahisha sana hapa. Mwenye amenifurahisha sana hapa ni Manro wa Naksinga. Hata hivyo basi wakabonga na Manro wa Naksing, kisha kabonga basi na Brache, wakabonga basi na Kare, wakabonga na Hussein Powers na kadhalika. Unaona? Cheki wametoka kubonga na nani? Na Manro wa Naksing. Wamebonga sana na Manro wa Naksing. Ndio unaona hapa basi bila shaka pale wamechomoka na huko na Manro wa Naksinga. Kisha ukafahamishwa hapa kuna contract. Kila mtu asign. Ukisign hiyo contract mara moja basi $500,000 inawekwa kwa account yako. Kisha mkimaliza mission hapa basi bila shaka pale mnapatiwa ile $500,000 nyingine. Lakini kabla hajaingia upande wa hapa basi bila shaka pale wa Cambodia, kila mtu akapatiwa nafasi basi ya kupumzika, kujitayarisha hali kadhalika basi na kuaga awapendae. Na hapo ndipo hapa basi Orashaka para jamaa wetu Leitai alikuja kumuaga binti yake na kadhalika. Lakini kuna mjingiri akina Yenwa wako na machungu sana hapa basi bila shaka pale na jamaa wetu Tilang. Mwanzo Tilang aliweza kumwangamiza hapa basi bila shaka pale Mr. Wena. Kwa hivyo alikuja akapata Master Sun wanakuaga pamoja hapa basi bila shaka pale na huyu Masayeng. Wanamwambia lazima wamuue Tilang. Kwa hivyo akina Yenwa walitengeneza kikosi cha kumuua Tilanga. Hawa nao basi wamepatiwa tu pesa to kujienjoy. Unaona kabla wajelekea upande wa Cambodia walipatiwa pesa wajienjoy, wakunywa kamnyweso, wakabaiwa suti na kadhalika, wote wakiwa wasita sasa. Waradari. Kwa hivyo walikuja hapa basi kujienjoy, kutafuta hapa basi kamnyweso, kutafuta tudem na kadhalika hapa basi katika harakati ya kujienjoy. Lakini Laitei alimuita Tilang. Akaambia Tilang, sikiza. Mimi sina mtu mwingine yote wa familia isipokuwa mtoto wangu. Na juu mission, huenda kitu kibaya kikatokea. Nataka in case anything happen to me, tafadhali nataka kuhakikisha mtoto wangu ameenda United States of America kutibiwa. Hiyo tu ndio nataka uni promise. Okay, I promise. Wakameka deal. Hawa nao walikuja huku wakaagiza sasa hapa basi podi cheki. Chupa za podi zikajazwa wara zenye wizi. Ulolo yaya. Kisha punde si punde kukakuja mrembo na akaketi. Na elewa Bracha anaonaga madem anatokwa na wazimu. Cheki. Bracha anaonaga madem anatokwa na wazimu. Akaona dem. Oi, ni aje? Poa. We, amesema poa. Ukiria mundu hao utali itheru. Ai, unaweza kula mzungu. Si ndio? Tadhimulie. Ni nani? Namuuliza live. Ni aje mrembo, kana sit down. Nikuuliza nikaribie. Karibia.
Niko na nyonyo. Kanai hutia yu tadeng 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 inda. Bili ikaletwa, maza na kunywa wine. Bili kuletwa ni 18,000. Hii ni yako. Ina yote, modo mweni. Mimi ndiye nalipa hii yote. Si ndio, si nishakupenda. We, nikopee 10,000 tafadhali. Nikopee tu 10,000 please. No, utakulia mudo kweli. Ai, si ndio, wewe nikopee 10,000 takuonyesha. Haya, wakati huo hapa basi majengini wakiongozwa na Yenwa ambao wanataka kurevenge hapa basi Mr. Wen wakakuingilia. Wakiongozwa na Yenwa wanataka kurevenge kifo chake basi Mr. Wen. Yenwa ndio huyu. Akawaambia wa make sure wameua kila mtu. Hawataki kujua. Hawataki kujua, wanataka kumuua. Hawataki kujua kama hapa basi Madam Masi atakasirika wakuwa hapa basi na Master Sun. Lakini wameamua kuwaua akina Tilang. We, yayo tarara ukisikia mzuri. Si ndio bwana. Unaona sasa unachezaga na mimi. Nakwambia mademu wananiona wanakuja vio vio. Kumbe manzi anakuwaga ni nusu dem, nusu mwanaume. Alikuja akatoa makagale akakojoa. Kai. Broche. Hii ni makagale. Akazima bangi. Usijali, wewe kuja tutuko pamoja. Chenye uko nacho hata mimi niko nacho. Tutakunurana. Abarai. Thioga kunoro ni ndaumiria. We, thioga kunoro babarai, thioga kunoro. Huyu dema kona makagale. Pacha bracha haona hivi. Msake bila. Wewe media. Bracha aliumiria. Bracha aliumiria sari zingine hujawahi ona. Sasa nao majangili wanataka Tilang. Kwa hivyo walikuja kuchokoza. Cheki. Chukua dati, oi babarai tuondoke. Kachukua dati. Akarusha karibu kumdunga Tilang. Aya, poleni. Tukua tunataka. Kisha akakuja na ingine akaamua kudunga Tilang kwa manyungurus. Cheki. Akaondoka. Wakajua sasa ni vita. Chukua. Sasa baina ya kikosi cha kina Tilang na kichi kikosi kingine kukachomoka vita hujawaiona. Huko naye Manro wa Naxing karibu kuvamiwa. Cheki. Manro wa Naxing akaona yule gaidi Man Roa Naxing. Anaitagwa Man Roa Naxing. Kisha ya kumalizia Man Roa Naxing. Sasa cheki wazimu kwa jina la Husing Power sasa. Husing Power. Sasa huyu ndiye wazimu nani? Husing Power. Ikifika ni upande mkono. Anakuwaga wazimu. Shalala. Husing Powers. Man Roa Naxing. We. Kufa kabisa. Man Roa Naxing. We. Bracha nando nyuma yake. Chunga. Magaidi wengine wakakuja na mapanga. Tilang na kikosi chake wamezingirwa. Chukua hiyo, wakawazubaisha. Design kama hiyo, wako na mauswadi. Kangura kumelia. Wakama kumelia cheke. Majangiri wako na mauswadi bana. Tilang walelelelelelelele. Majangiri wako wengi vyenye hujawaiona na wao hawana masiraha. Akina Tilang hawana masiraha bana. Ai, sasa ni kila mtu kuhepa kivyake chesha. Majangiri wake yani wao wamezidi. Wamekuwa wengi sana. Man Roa Naxing. Tilang. Wow. Man Roa Naxing. Ndani ya rift. Huku wengine ni kushambuliwa manzi. Na majangili wanaendelea kubwagika wengine baada ya wengine. Mimi nimefanywa hivyo. Mwagika wengine. Sasa naye Husing Powers. Anawaekelea sasa. Husing Powers. Huyu anakuwaga umeme ishi. Huyu anakuwaga umeme. Brache. Chunga bana. Chunga sana Brache. Kwanza Brache upande wa kuhepa bana machizo. Kare na yeye vile vile kuhepa. Shalala. Cheka maneno.
akawazubasha cheki Brache, wakakuja wakaingia namna hiyo. Wazimu nyinyi. Mimi natumiaga akili mbele yake. Ayo ai. Brache. Ai walienda wakatafuta miti. Waliona ni kubaya hapa kunahitaji rungu, kila mmoja wao akachukua rungu. Kisha yeni wao akakuingilia. Akamwambia Tilang, ulimuua Mr. Wen. Na Mr. Wen alikuwa bradhangu. Akamwambia hata wewe nitakuua tu. Leo tuko na rungu ya chuma. Gai. Wako na rungu za chuma. Bash. Washachukua rungu za chuma. Majengiri wake yeni wao waliwekelewa. Ikiwemo yeni wao mwenyewe. Unagongwa chuma. Unagongwa. Oi gai, ayo choko mane ya chuma. Rungu ya chuma nani? Rungu za chuma. Salala. Rungu za chuma. Rungu za chuma. Mmekuta wabaya. Magaidi. Mmekuta wale wabaya. Using powers. Using powers. Maliza huyo. Kale na yeye pale alikuwaga ama Brache. Sasa nakumaliza. Brache akaona mabesti akaanza kucheka. Motuli. Oh, turuo. No, da turuo no. Motuli. Oi, wachani nijue mimi mwenyewe. Msinipiga oi, Motuli shika jigoge. Motuli. Inda, Motuli gokufa. Salala. Olala yaye. Yenwa, vunjwa mkono. Tilanga akamwambia Yenwa, sikiza. Bradhako aliua sistangu, ndio sababu nikamuua. Go. Sina ugomvi na wewe. Wewe nenda. Nenda. Kwa kabisa. Kaingia kwa lift. Tilanga kashido mtu ameenda namna gani? Lakini hebu cheki. Wakati ambapo Yenwa alifika upande wa chini, alipatana mtu fulani, yule mtu akamuua. Nyoi akamaliza. Na Nyoi akaepa. Sasa Tilanga alishindwa. Amewacha Yenwa akiwa uhai, lakini kufika Yenwa amekufa. Kayoyo nikieka. Kabla pengine amejua kama huyo mwingine. Twendeni. Wakachomoka. Ndipo Tilanga akakuja akamuuliza Miss Maseyeng, kwa nini majangili waendelee kunifuata na ili hali basi ulinipromise utakabidhiana basi nao magaidi? Ndipo kafahamishwa kitendo chenye kiliweza kutendwa basi ni kitendo ambacho sisi hatukuwa tumeruhusu. Mwanzo sisi ndio wadozi kamili wa magaidi ya Raizi. Sisi hatukuwa tumeruhusu. Kwa hivyo ni kitendo chenye kiliweza kufanywa bila idhini yetu. Na kwa sababu ya mambo yenye yanafuatwa na wanapolisi, basi Tilang akafahamishwa, yani Tilang akafahamishwa, kwa sababu ya yale mambo ambayo yanafuatwa na wanapolisi, itabidi bishi waweze kuelekea moja kwa moja hadi upande wa Thailand ili waweze kugoja hapa basi kuingia kule upande wa Cambodia. Nibishi hakukuwa na kupoteza wakati. Ndio hiyo basi kutumwa kwa upande wa Hong Kong. Na rashaka pale moja kwa moja basi wakakuingilia hadi upande wa Bangkok, Thailand shasha. Wakiwa wote wasita, Tilang, Manro Wanaksinga, Brache, Leite, Hoseng Powers na Kori. Waliandamana pia na huyo manze Mrs. Masiyenga hadi huko upande wa Bangkok, Thailand. Hali kadhalika walikuja kupokelewa hapa basi na kamudhe fulani ambako sasa wakakamudhene ka Mr. Kemenyi wa Lolote. Wakafahamishwa huyu ndio Kemenyi wa Lolote, yani ni mjua yote, na kwa hivyo wakihitaji chochote, kujua kitu chochote basi huyu mudhi atawafahamisha. Mudhi alikuja akawapa map na kisha hatimaye akawapa zile briefcase, zile suitcase zenye zinabeba masilaha upande wa chini, lakini upande wa juu zimekubebea hapa basi bila shaka pale madawa. Zinga zenyewe basi ziko Mbaka na Sirensa. Manro Wanakzinga kafanya testing. Haraka dharakibishi Leitai. Leitai pia anaweza kufanya testing ya zile bonoki. Kwanza hilo bonoki ni hatari. Kwa maneno. Ala, hizi ni kati ya masilaha zenye watatumia kuingia kule sabara shakapara kupenda upande wa Cambodia. Na ukafahamishwa kuna vikosi aina mbili vya kimagaidi. Kikosi chenye kimemficha hapa basi Firepko, na kikosi kingine kinajulikana basi kikosi chake hapa basi Fatgay. Kikosi chake Fati ni kita magorillas, lakini kuna kikosi kingine pia cha kigorillas ambacho kimemficha hapa basi bila shaka pale Firepko, kinajulikana kikosi cha magorila wake Yendani. Alright.
Kwa hivyo kila mtu basi anaelewa pale ambapo anaenda, na mashagundua basi kuna vikosi viwili vya kimagaidi. Wakafahamishwa hapa ndipo ambapo Philip kwa anakaaga, lakini ruti kando hapa kuna kuaga hapa basi bila shaka pale na kikosi kingine cha magorillas. Kwa hivyo ni kuingia kuchukua Philip kwa na kwenda na yeye. Kawira kahudhu. Ole rai. Ole raki. Sisi ni wasina le bwana kuingia kuchukua Philip kwa na kwenda na kupatiwa mshahara mavara hii. Alright. Ikasemekana wapatiwe demu. Sasa ujamaa akaabusu chukue mademu huku ni wabaya. Akadai mimi nimebeba nini? Nimebeba trust. Guy. Hiyo te condom, si ndio? Hawaambia hii sasa ni condom kulingana na size ya makagale yangu. Guy. Juu ameabua ati ajichunge mademu wa Thailand sio wazuri. Akadai amebeba protection. Cheki condom yenye amebeba huyu akaona mase akahepa. Yaani yule mdozi wao. Hawaambia hii ni madam, hii ni baruni. Baruni unajua Christmas imefika. Sasa hii ni baruni. Hechu. Sasa upande mwingine naye Hosing Powers akaamua kuandikia bibi yake barua. Na wasikizanagi na Kari. Nadhani sisi ndio hatuna mabibi. Dokogia modo. Ke nini? Mimi ikifika baka vita mkono ninakugogo naita watu wenyu. Hutanisumbua wewe. Ke nini? Kika uwezi niweza. Mademu wako wapi? Pona kabisa. Haya, Tilang na yeye ndiye huyo. Madamu amesema anataka kukuona. Ako pale kwa beach. Haya, Tilang arafahamishwa kwamba na kweti sasa Mrs. Mase Yeng anataka kumuona. Cheki venye na yeye amevalia. Angalia watazamaji. Hii ndio pahali vita inatoka, ikifika ni pahali ya my dress. Kidogo hivi kukakuja jamaa fulani kama huyu. Tilang akaona. Miss, huyu ni nani? Nakumbuka huyu ndiye aliweza kumuua Yanwa. Wewe ni nani? Akachukua kisu, akarusha hivi na akahepa. Tupomanza kamwambia Kai, sasa nani wanataka kuniua? Naona, na umeona venye Manzi amevaa ni ile style ya my dress my choice. 没人能够伤害你。你陪我回去好不好？走。我现在的态度是不是跟平常不一样？ Na hapo ndipo Manzi aliendelea basi na akamfahamisha Tilang, sikiza. Mbali na kuwa mimi basi ni mdozi wenyu na ambaye amewapatia job, mtu na ambaye basi aliweza kuachiwa utajiri wote na babake, bado hata mimi ni mwanamke. Akafahamisha Tilang. Ingawaje yeye pia hapa basi ni mdozi, lakini aliambia Tilang live and direct kuwa pia yeye ni mwanamke. Kambia Tilang ni kweli kabisa. Hata ukiona ati mimi ni mdosi, hata ukiona ati mimi ni my dress my choice, mimi bado ni bobo. And once a bobo, always a bobo. And always a bobo is a need of a boborizer. It is always boborized. Lakini Tilang ajuagi mambo ya mapenzi. Nikiraigaiga maidho kawena toro. Manzi anamwambia hapana, ni mapenzi. Ukiona mtu akifunga macho namna hiyo ni kuoneshana ako na mapenzi. Sasa Manzi akamshika romantically, cheki. Akimshika romantically, naye Tilang anamshika kama anataka kumvunja mkono. Taichi! Aya, Manzi akamwambia yedagi namna hiyo. Aisuru basi kama ndivyo hivyo, wakalala pamoja, usitake kuona ati venye walilala, hiyo ni tabia baya. Na ikawa basi asubuhi na mapema lazima waamkie kuingia upande wa Kambondi. Rabishi bila kupoteza wakati wowote ule, wakachomoka upande wa Bangkok Thailand, wakamwacha hapa Arashaka pale yule Mase Yenga, na wakaingia upande wa Cambodia. Mwanzo they have a mission ni kuja kumchukua na kumchomoa kwenye camp la magorila yule Philip Ko. We unasiwasi yote namna gani hapa kama dinoho? Nitakukata wewe. Haya, hawajai sikizana Hosing Powers na Kari. Hey, hold it. Man roa nakzinga. Nikiwa ranu giranyeki domolie. Wewe unanukia nyasi ni acha kupita hapa. Hapa kuna booby trap. Ke nini? Akachukua kisu, akakata mti. Nataka kumuonesha Kari hapa kuna booby trap na uwezi kaiona imewekwa kawaya kidogo zaidi. Ili malizaga mtu mmoja stare kama hiyo.
Unaona venye ungekufa na venye uko na kiherehere. Hey, Kari alistuka. Kambu hapa ni upande wa Kambondi nani. Ukiona kukiporea stare kama hiyo, tumekaribia basement za magorilas. Kidogo hivi, Brati akaona nyasi inatembea tembea. Ai? Oh, nikorota. Nani magorilas wako hapa? Cheki magorilas. Hapa kuna magorilas. Haya, Housing Powers akaamua kuvutavuta sigara, akachukua hapa basi kisupermatch, akavuta hivi, akavuta supermatch kisha akazima. Ala, asante sana. Huko anaulizwa babara hii, kwa nini unavuta supermatch? Kidai mimi navuta supermatch nasikia kichwa imechagamuka. Haya, basi wewe umefanya mimi nikasikia kukunia. Sasa huyu amepigwa na moshi ya supermatch akasikia kwenda kukunia. Haya. Lakini kifungu hivi, Kari akaona magorilas wanajongerea cheki. Akaona magorilas wanajongerea. Akachomoa bunduki. Hawajui wameonekana. Misi akawanza. Ala! Hawa wakasikia na kisha basi bila shaka para kuzingirwa stara kama yana kikosi cha kimajangiri cha kikosi cha magorilas. Mabunduki ziko kando. Asante sana Kari. Pozi kibisha Kari. Kari wenye shima risasi. Kisha fasta Tilang. Tungine tunahepa kama hata kama utu. Fuatwa. Nyeshiwa marasasi. Hakuna hata kamoja kanatakana kutoka hapa kakiwa uhai. Mishare. Ni zile booby trap. Zimempata mishare diseni kama hiyo. Kisha kata yule mwingine Housing Powers. Wakaua kila moja wa wale magorilas wenye walikuwa gara zenye waizi. We, wacheni kubishana. Housing Powers wanabishana sana basi na Kari. Kisha cheki sasa base venye limekuwa ulinzi. Hizi ni chopa 800. Chopa 800 basi bila shaka pale za magorilas. We, kampra magorila lenyewe niloirisha sana kikosi cha magorilas ambacho kinataka kugeuza serikali ya Vietnam. Kinakabiliana hapa basi na National Vietnamese. Hicho kikosi cha Cambodian Gorillas. Walala yaye, washalala. Ni kikosi ambacho basi kimejihamu videdri zaidi na kinataka kung'oa serikali rasmi kabisa ya Vietnam Marekani. Lakini punde si punde hapa basi rashaka pale akina Tilang warakuingerea. Tilang, Manro Naxing, Brache, Leitai, Housing Powers na Kari wamebeba bendera nyeupe huku kumaanisha we come in peace. Tumekuja kwa amani. Sisi tunauzaga madawa. Hatuna ubaya. Mtu yote ambaye ni mgonjwa anahitaji painkillers zimejaa hapa. Antibiotics ziko hapa. Dawa za minyoo tuko nazo. Sasa mkuu wa hichi kikosi alikuja kufahamishwa. Nyolimo. We, si dogi chukuliwe ipelekewe wa magui. Anaogota dogo. We wachana na dogi. Sasa une akiona demu anaanza kukatia. Bracha anaona demu akuwa ameshaanza kumkatia. Yani taka kumuingiza box. Wakati huo shasha. Wakati huo Tilang akaitwa upande wa ndani. Tilang shasha. Mwanzo Elwang wamekuja in the name of peace. Wamebeba bendera nyeupe wakadai basi sisi tumelete madawa ndizo hizi. Naona? Nilwa chini ya hili sanduku la madawa kumejaa masiraha. Alright. Sawa. Kushtuliwa. Hakutishika. Loli. Bwana uogovi. Mimi naitawa wa Materu. Demo fire sana. Okay wa Materu. Mimi nimekuja in the name of kuuza madawa. Tumekuja hapa kuuza madawa. Kama mnahitaji madawa, sisi tunauza. Punde si punde Philip Koshasha. What's up? Ero Philip kwa naikaguliza na watu wewe. Pengine umetumwa kuja kunikamata. Elewa na ni kweli amekutumwa kuja kumkamata, lakini anadanganyana amekuja kuuza madawa. Mimi niko tu na kisu cha kukatakata masnakes zenye zinaweza nikula kwa msitu wala namna gani? Ayudhua. Hauna mavudoki. Lakini yule hapa basi wa Materu akachika konenya hapa hizi ni madawa. Akaambia Philip kwa hawa watu hawana ubaya. Wamekuja tu na madawa. Tilanga nimwambia Philip kwa acha uoga. Mimi nimeleta madawa. Philip kwa anadai hapana. We, wacha kuwa muoga. Hawa watu wametuletea madawa. Tuwakaribishe, wakule, wakunywe. Wao wanatuuzia madawa. Tunahitaji dawa za minyoo. Hai na mawe. Hai. Kali.
Husing Powers wakaanza kupatwa na wasiwasi, lakini Mandro wa Naxing akawaambia wasiwe na wasiwasi. Lakini right on time kile kikosi kingine basi cha fuate cha magorillas kikakuingilia. Kikosi ama alikuweko na alishuhudia kwa macho yake Husing Powers akidedi. Lile jambo lilikuwa linamtia wasiwasi na hofu zaidi. Anakumbuka wakati Husing Powers alikuwa anaandikia bibi yake barua wenye waruritana juu na kadhalika. Kwa hivyo enyewe Kari lile jambo limemtia hofu mbaya mbovu. Lile jambo manze limemtia hofu sana. Lakini all the same, hivi ndivyo kunaendaga kwenye maisha. So people have to die so that others can survive. Hivyo ndivyo kuna kuanga. Wote ikiwemo Tilang na Leitei basi walikuwa na machungu zaidi. Harakadhalika bishi na huzuni, wakihuzunishwa na kifo cha Husing Powers. Mwanzo walikuwa mwenzao na walikuwa wanampenda zaidi. Mwanzo walikuwa partnao. Lakini hawa majangili baada ya Philip Ko kuletwa, badala wampeleke kwenye kituo cha wanapolisi, walianza kumsukumia mateso. Yule Nyoi, ukumbuke huyu Nyoi ndiye aliweza kumuua Yenwa. Huyo Nyoi shasha na Nyoi, utakubaliana na mimi basi, amini usiamini, anamfanyiaga manze kwa jina la Miss Mase Yen kazi. Kwa hivyo alikuja kumwambia Philip Ko kuna tape fulani ambayo Philip Ko uwaga basi alirecord. Hiyo tape wanahitaji. Kwani ni tape ya nini? Utatuambia hiyo tape iko wapi? Nyoi akaambia Philip Ko utatuambia tape iko wapi? Philip Ko akamwambia never. Nataka tape. Philip Ko, mkono ukadungwa, cheki. Mkono ukadungwa sara kama hiyo, cheki. Akatengenezwa shimo, cheki. Shimo kwa mkono. Leitei akasikia Philip Ko akapiga mayowe. Ai. Ilo hapa wako Bangkok, Thailand. Hapa wako Bangkok, Thailand, bado wajaelekea Sabra Shakaparo upande wa nini? Bado wajaelekea upande wa Hong Kong. Akamfahamisha Tilang, Vavarai, nimesikia mtu akipiga mayowe. Na tulifaa kuleta Philip Ko raizi. Tupate mama hayupo. Tena Philip Ko alifaa kupelekwa kwenye kituo cha wanapolisi na bado hatujaona wanapolisi. Philip Ko akaambiwa sikiza, huo ni mkono wa kwanza tumedunga. Nikirudi tutadunga huo mkono mwingine. Ukikataa kutoa hiyo tape, tutakudunga magoti yote mawili. Kisha tutakudunga mdomo. Tutengeneze shimo kwa mdomo wako. The choice is yours. Tupatie tape. Otherwise baada ya kila risari moja tutakuwa tunakutesa. Philip Ko akacheki huyu jamaa. Mnisukumia mateso kama hiyo. Na ndio nakwambiaga mtazamaji, Philip Ko ikifika ni upande mkono ni wazimu. Anaweza kula mtu hata na meno. Na ndivyo alifanya. Akauma shingo akatoka na nyama. Na wewe nashoba mega mwana wewe, uko na chumvi mingi sana wewe. Kisha faster akaamua kupanda upande juu sasa. Ndani kanijuere nyongo wa kisha kumalizwa. Philip Ko shasha zinga mkononi. Philip Ko yuwahepa shasha. Alikuja mpaka pahali Tilang alikuanga, cheki. Alikuingilia mpaka pahali Tilang alikuanga. Tilang akasikia kuna mtu ameingia design sio ya kawaida. Tilang shasha, unachungulia namna gani? Lakini sasa Philip Ko ako na bunduki. We. Sikiza Tilang, sijakuja kukuua. Uliambiwa ati mnanikamata nipelekwe polisi, si ndio? Mbona sijapelekwa polisi? Akaambia Tilang, sikiza. Mrs. Mase Yen ndiye alinikomboa nikaue babake. Na wakati alikuwa ananikomboa nikamrecord. Ati akamwambia sikiza, huyo mwanamke sio mzuri. Alinikomboa nikaue babake. Na ili nifanye ile mission vizuri, akaamua mpaka kulala na mimi kama venye alilala na wewe. Unajuaje? Kwa sababu ninamjua, alilala na wewe na nikamrecord pia, tukilala na yeye nikamrecord. Unaona? Kisha akaamua kuniua ati ili hiyo story siwajulikana. Sasa Philip Ko anamuelezea Tilang venye mazi waliletana juu na babake. Unaona?
Akakuja kaambia babake niwachie kazi. Sasa hii mtazamaji, hii ni Philip Ko anamuelezea Tilang. Venye anamuelezea Tilang tunaona venye ambavyo Mrs. Mase Ying alikuja kaambia babake. Babake alikuwa anajulikana kama vile Mr. Feng. Akaambia Mr. Feng, "Father, I want you to retire." Babake akamwambia never. Hii tabia yako ya kurara na kila mwanaume mwenye umepatana na yeye ndio imefanya sitawahi kuachia biashara zangu. Wewe ni kidoshodosho. Unalala na kila mwanaume. Wewe umekuwa kidoshodosho. Siwezi nikaweza kukuachia mali yangu urithi. Mali yangu utarithi nikikufa. As long as niko uhai, hautawahi rithi mali yangu. Na ndiye mtoto wa kipekee. Kwa hivyo ili arithi mali, akamuua babake. Akatuma Philip Ko amuue babake. Wakiongea na Philip Ko alirecord. Wakilala na yeye Philip Ko alirecord. Unaona? Venye alijaribu kumuua Philip Ko akarecord. Unaona? Kwa hivyo sasa venye alijaribu kumuua Philip Ko akampigia simu na akamwambia hapa basi ako na kila kitu amerecord. Mpaka wakilala na yeye ndio yeye amerecord. Kwanza akamwekea Tilang asikie. Kumwambia unasikia? Hiyo ni tukilala na yeye. Nilisikia vizuri sana. Na najua pia ulilala na yeye. Na analaga na kila mtu. Na alijaribu kuniua. Mimi nilikuwa pahali navuta kisupermatch. Navuta kisupermatch nilikuwa nimerelax. Akatuma gaidi niue. Akanipiga risasi moja na akaniongezea ingine. Ndio nikayapewa upande wa Cambodia. Na sasa anajua niko na hii tape. Manake wakati alijaribu kuniua nilimpigia na nikamwambia nimerekodi kila kitu. Punde si punde akina Manro na Xing wakaingia. Hey, wachaneni na yeye. Kwa nini tuachane Ndipo Tilang akamwambia yenyewe, huyu manzi alitupatia wrong information. Tilang ameepa, ati ameepa. Mungekatia, wakatuulia. Wanasema yani Philip Ko ameepa. Ati Philip Ko ameepa. Sasa tape, ile kitu ilifanya kina Tilang wamwamini Philip Ko ni recording. Mwanzo amerecord kila kitu. Na sasa hii tape ndio inafanya Philip Ko atafutwe namna hiyo na Mrs. Mase Ying. Mwanzo Mrs. Mase Ying anajua hapa basi Philip Ko ako na evidence yenye inaweza fanya basi Mrs. Mase Ying awekwe ndani kwa kuua babake. Unaona? Watu kina Bracha hawakutaka kumwamini Philip Ko, lakini Tilang akadai itabidi tumwamini Philip Ko. Mwanzo wenyewe alitendewa vibaya. Mwanzo venye ambavyo huyu manze alimgeuka Philip Ko, hata sisi huenda anaweza kutugeuka. Na kwa hivyo tumsaidie Philip Ko kuhepa. Wakaamua kumsaidia Philip Ko kuhepa. Kwenda kuchumuka upande wa nje. Walipatana kikosi cha kimagaidi. Tena ikawa ni kitanzi. Akina Tilang, kile kikosi chenye kiliwakomboa. Tena kimewageuka. Na this time round hapa basi wanamsaidia hapa basi Philip Ko kuhepa. Waliamua kukuja pale ambapo majangili wanaekaga masilaha. Faster. Hii ndio kazi ya Kare. Kare ako na master key. Faster. Fungua raizo. Pale majangili wanaeka mabunduki. Kumbe mabunduki zimefungiwa rahisi. Ni sasa kuchumua mabunduki unahitaji code. Akawaambia itachukua muda kama dakika 5. Dakika 5 na hatuna mabunduki. Bas, wakachukua mitungi ya gas. Madamu kumeharibika. Philip Ko ameheva. Na wameelewana na hao watu. Mara moja manzi akajua lazima Philip Ko amewaambia kina Tilang kweli. Kwa hivyo manzi akadai anataka kila mtu auawe. Manzi akadai anataka kila mtu auawe ikiwemo Tilang. Kila mtu auawe ikiwemo Tilang. Kuwazubaisha na moto. Ile wanawazubaisha na moto sasa ili masilaha ziwe zimechomolewa. Mnatuuliza nini sasa? Mimi ni mkebenyo wa lolote. We, hawa watu sio mchezo, wanataka kutuua. Philip Ko maskini wa Mungu. Yeye ndio ni muuaji lakini alifanywa setup. Philip Ko marasasi unge. Chunga sana Philip Ko. Kare na yeye bado anang'ang'ana kufungua ule mlango. Faster. Angarau hapa basi mabunduki ziwe zimefunguliwa. Nyoi na kikosi chake cha kimagaidi. Kumbe kulimwagwa petroli. Babarai, watatuchoma. Mko na sekunde 5 kutoka ama tuwachome. Lakini right on time bunduki ama hapa basi Kare akafaulu kufungua pahali mabunduki zilipo. Kwa hivyo hawa wakitarajia ati sasa hawa ni kusarenda mabunduki.
Pale mabunduki ziliko kufunguka, kila mtu akachukua bunduki, kuchukua kila mtu bunduki, wakaanza majangili shasha, cheka maneno ala foshta kwanza majangili shasha nyui Philip Ko wote wako za nyua hizi Tilang, kila mtu akachukua position lake, kabidhiana na majangili. Philip Ko, we ndio gari kuja tuende, Mwanyalita akamuua. Wewe unawezaje niua na wewe ni mmoja wetu? Kuna mtu aliua Philip Ko, cheki. Unaweza niua na wewe mmoja. Maskini Philip Ko. Haya, Leitei na yeye akaona kama jangili amekufa. Chunga sana Leitei, huyu ni nyui. Huyu ni nyui. Amejifanya amekufa. Leitei, makusha. Tilang, nyui akaepa. Leitei na yeye maskini wa Mungu. Oyeyay. Leitei maskini wa Mungu, yeye na yeye kapigwa marasasi disini hawezi akapona. Na hapa ndipo alimfahamisha Tilang, akamwambia Tilang, sikiza, ukumbuke venye ambavyo nilikuambia, iwapo itafika pari basi niweze kukushindwa kurudi upande wa Hong Kong, uhakikishe tafadhali na kusihi kwamba na kuwaiti mtoto wangu ameenda kutibiwa upande wa United States of America. Tilang, tafadhali nimalizie huu uchungu niondoke. Ni tafadhali nimalize, niue, nahisi uchungu. Akamalizia. Mwanzo alikuwa na uchungu mwingi zaidi. Kwa hiyo Tilang akamalizia uchungu kwa kumaliza sara kama hiyo na kumwahidi kwamba na Kuwaiti atahakikisha mtoto ameelekea United States of America. Washalalala yaye. Ikawa ni uchungu mkubwa tena sana kuona sasa tena wamempoteza mwingine Leitei. Maskini Leitei. Leitei kuisha maneno. Wow. 真好. Manze ndiye huyo. Ameweza kuchora mishoni moja kali sana. Wakiwa na Master Sun, wamechora mishoni moja kali zaidi. Huyu Mrs. Mase Ying, venye ambavyo kina Tilang hawatafika upande wa Hong Kong. Hata hivyo, walichomoka Asabra Shakapara upande wa Bangkok, Thailand, wakatumia motorboat na wakafika Hong Kong. 谢谢你啊，罗先生，你千万不要客气。 Haka modha ndio kaliweza kuwasafirisha basi na wakafika upande wa Hong Kong. Sasa wako Hong Kong. Na this time round sasa it is a revenge. Wanafikiria tu revenge. Lakini Kari alidai ni upuzi. Akamwambia sikizeni, mimi sitaki kufanya kazi yenye silipwi. Milioni yangu iko kwa bank na kwa hivyo mimi nimeenda. Kama mko na haja na kwenda revenge, nendeni revenge. Sifanye kazi ya bure. Wachana na yeye. Manro wa Naxing akafahamisha wachana na yeye. As long as nataka kwenda ni chaguo lake. Kwa hivyo wacha aende. Wakabakia sasa Brache, Manro wa Naxing na Tilang. Na lazima wa accomplish mission. Mission sasa ni kumuua Miss Mase Ying. Jambo la kwanza kabisa lenye jamaa wetu walifanya wakati alifika Hong Kong, huyu jamaa wetu Tilang, ni kuhakikisha mtoto ameelekezwa upande wa United States of America. Kwani baba yangu ako wapi? Baba yako ako kwa safari, atakuja. Kwa nini wewe ukuja na baba yangu asikuje? Kwa sababu hakuna sababu. Unanifanya mtoto kwa nini? Kwa nini nakufanya mtoto? Kwa sababu najua baba yangu alikufa. Kama baba yangu angekuwa uhai angekuja hapa. Hawezi tuma mtu ati akuje hakikisha mimi nimeenda United States. Baba yangu angekuwa hapa, najua amekufa. Akamwambia ndivyo hivyo manze. Singekuja nikuambie tu ati babako amekufa. We, chukua huyo mtoto mpeleke. Make sure ako poa. Enyewe mtoto basi akaenda atayarishwe ili kisha hapa basi kwa siku moja mbili hivi aelekezwe United States of America. Brache alikuja akatafuta masinaha zingine sasa huku upande wa Hong Kong
na akakuja kumuonesha Tilang. Mwanzo wa ile lazima watafute masilaha za kufanya nini? Za kwenda kumuinda Mrs. Mase Yenga. Na wakaagana basi siku yenye itafuata wapatane wote watatu hapa. Kisha waende wamuwinde Manze na kumuua. Manze na yeye bado anaendelea kujiandaa. Na anaendelea kutajirika. Elewa aliweza kumuua babake, alituma Philip Ko amuue babake. Ili aridhi mali ya babake. Lakini all the same hapa basi naye Tilanga anampigia akamwambia, madamu kutajirika umetajirika, sifa uko nazo. Hata wanahabari wanashindaka kwako wakichukua picha zako. Lakini kwa kifo cha watu kama vile kina Hussein Powers, kwa kutuenjoy, kwa kutumana tuuawe, I will hunt you and I swear I will kill you. Tilanga akamfahamisha. Sasa siku iliyoweza kufuata, Tilanga wakakuja ili wapatane na Brache na Mandro wa Naxing. Mandro wa Naxing kufika hapa, hamuoni Brache. Right on time, Brache ndiye huyu na ameuawa. Tilanga kufika, akapata Mandro wa Naxing, na Mandro wa Naxing akamfahamisha hapa basi Brache ndiye huyu na ameuawa. Who did this? Nani? Tulikuwa tu watatu. Nani mwingine angejua tulikuwa tunapatana hapa? Tilanga kadai hapa basi bila shaka pale alikuwa amemwambia Kari. Mandro wa Naxing akadai huenda basi ni Kari. Huenda ni Kari ndiye ameweza kumuua Brache. Kari lazima ndiye amemuua Brache. Lakini Tilanga kadai haisuru. Kwanza anadili na huyo Mase Ying na kisha hatimaye atadili na Kari. Mandro wa Naxing, wewe ndiye tu ambaye tumebakia na wewe. Manze, tuende tukatafuta huyo Manze tumuue. Lazima tuangamize huyo Manze. Na kumbe alikuwaga mtaa Kari. Na Mandro wa Naxing wakuwa na Tilang wanaamini Kari ndiye amemuua Brache. Brache ni kuisha maneno vile vile na yeye. Kisha sasa hapa basi bila shaka pale Tilanga kuna machungu mbaya mbovu na huyu Manze sasa. Ya kwanza akamtumia vibaya. Ya pili anahusika basi na kifo cha mabishto wake. Lala yaye. Kufika kwa ofisi lake Tilang alikuwa amemgojea huyu Manze mbaya mbovu cheki. Unadhani wewe ni mjanja sana. Lakini venye unafikiria, hivyo ndivyo tulikuwa tunafikiria wakati tulikuwa tunacheza birikicho. Ukahusika na kifo cha babako. Mwanza kamwambia is my father. Inakuhusu nini? Akamwambia then ukahusika na kifo cha mabishte wangu. Mwanza kaamua kuepa. Piga huyo marasasi. Kisha Nyoi na Manze wakaamua kuipa. Cheki. Nyoi na Manze wakaamua kuipa. Wololo yaye. Manze na yeye ndi huyu. Upande mwingine. Mandro wa Naxing. Mandro wa Naxing akakuingilia. Alikuwa na nafasi mzuri sana ya kumuua Manze lakini hakumuua. Right on time Tilang. Mandro wa Naxing. Manze kumwambia mimi ni multimillionaire. Hata kama marafiki wako wamekufa, mbona nisikulipe? Mbona nisikupatie pesa zenye zitatosha kifo cha marafiki wako? Mandro wa Naxing akamwambia Manze hapana, tunakuua. Mandro wa Naxing akamwambia Manze tunakuua. Lakini badala ya kuua Manze akapiga Tilang risasi ya mkono. What? Akampiga Tilang risasi ya mkono huyu Mandro wa Naxing. Mpaka Tilang akashtuka. Manze akamwambia sikiza, pesa ndio zinasemaga hapa duniani. Mbali na pesa, huyu jamaa nimekuwa nikilala na yeye. Nimekuwa ni kigudhu ororo, nimekuwa sijaisikia vizuri namna hiyo. Sasa ude mwenyewe kama ni kugudhana ororo ni kidole. Kama ni pesa akonazo. Na mimi sitaki kuwa maskini. Manze akamwambia ndio, hata tunataka kufunga ndoa, tunataka kuwa bibi na bwana. We, my dear. My dear, wewe tu ndio mtu ambaye tushakuwa na wewe. Muue, unipate kwa gari, twende tukafanye harusi.
ukimaliza kumuua unipate kwa gari. Elewa ni kaida ya huyu dem. Hivi ndivyo tu alilalaga na Philip Ko ili Philip Ko akaue babake. Hivi ndivyo alilalaga na Tilang ili asikize Tilang ati amempenda, ndivyo Tilang aende akamtafute Philip Ko na amlete. Sasa Tilang anajaribu kumsikiza jamaa wetu Man Rowanagzing, lakini Man Rowanagzing anaona ati anapendwa sana na yule dem. Hata Tilang akimwambia huyu dem alilana na yeye, Man Rowanagzing alikataa, akaamua kumuua. Lakini kidogo hivi urichomoka kijana wetu hapa basi Kare hadi gurunet na ni fake wakalala. Ni fake yorimo salala wakachukua maposition. Fuata watu wamelala dakika mingi. Nipo Tilanga kaambiwa na Kare akamwambia Tilang, sikiza, hata kama napenda stari gani, hata kama napenda pesa stari gani, singemuua Brache. Huyo Man Rowanagzing ndiye alimuua Brache. Juu amedanganywa na huyu dem na akapatiwa pesa mingi zaidi. Man Rowanagzing ameripo na Mrs. Masiyeng. Na sasa manze, it's about time revenge. Kisu nimekubebea. Tuko na wewe na tuko pamoja. Lazima Man Rowanagzing wakiwa na huyo msariti manze kwa jina na Masiyeng, lazima tuwamalize. Kidogo Man Rowanagzing anamuinda Tilang sasa. Mbali na kuwa wamekuwa marafiki for so long, lakini sasa anamuinda Tilang. Cheki wololo yeye anamuinda Tilang sasa, na Tilang ako bampa tu bampa na yeye. Okabamwano wagibeti. Kazi tukafanya pamoja. Vietnam tukaenda tukatoka. Thailand tukaenda tukachomoka. Itakuwaje ukanisariti? Sasa naye Nyoi amezoea kuenjoy watu wa kujifanya amekufa, lakini achunge asimuenjoy Kare. Mwanzo Kare yeye ndio huaga na enjoy watu. Kare yeye ni karibu kupiga marisasi. Wapi? Akapiga mtu risasi akidhani jamaa wetu. Akampiga risasi moja na akapigwa moja. Akampiga ingine, lakini jamaa wetu amebeba visu kwa mgongo, aliziwachilia. Dunga visu moja, mbili, tatu, nne, tano, visu nyingi zaidi. Huku na Tilang na Man Rowanagzing Vavarai tukaenda Vietnam, tukachomoka tukiwa pamoja. Tukafanya mishoni upande wa Thailand, tukachomoka tukiwa pamoja. Cambodia tukaenda, tukachomoka tukiwa pamoja. Nikapata kazi nikakuitia, nikadhani wewe ni brother. Itakuwaje tena nani? Unakuja unanigeuka Man Rowanagzing. After hizo mishoni zote Vavarai unakuja unanigeuka Man Rowanagzing. Manze, that was one very big mistake. Brache alikuwa kama ndugu yetu. Brache alikuwa kama ndugu yetu. Manzina ukamoa kwa kudanganywa tu na huyu dem. Katoa shingo, kisu kikaingia nusu ya shingo mwake, basi arashaka pale yule Man Rowanagzing. Hata Tilang alimkumbatia stari kama hiyo. Richana kuwa anamuua hakika hadi aridodokwa na machozi. Akimuua Man Rowanagzing. Lakini hata Man Rowanagzing alimcheki Tilang akamwambia, Vavarai, although I deserved to die, but I am sorry my brother. Akaikata roho stari kama hiyo. Man Rowanagzing tamaa si ofisi tu, kaoa. Hata Man Rowanagzing akauawa na tamaa. Washalala, kufa kabisa. Sasa na yeye hapa basi Kare amemuua, ndiyo hapa basi huyu jangili. Kare amemuua hapa basi Nyoi, lakini pia yeye hapa basi ardungwa risasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kare na yeye maisha yake hatarini. Kwa hivyo alimwambia Tilang, Vavarai, maua yangu ndio hiyo Karash. Kutengeneza maua kimujizi Kare. Kutengeneza maua kimujizi Kare. Kare na yeye kuisha maneno. Aisha Tilang anamtaka huyu manze. Brother Tilang alikuingilia. Vavarai, sitaki ukufe nikikufa. Toka. Nikusaidie abana, toka nenda nyumbani. Tutaonana kwa bajiru wake Mwenyezi Mungu. Tilang akamfuata yule manze wa kigaidi shisha. Uwezo kushika na vifo za watu wengi stari kama hii. And then you expect to get away with it. Never ever. Uwezo kumaliza watu wengi stari kama hiyo. And then you expect to get away with it. Haitawezekana, haiwezekani kamwe hata kidogo. Ala, umalize
majonzi na usiki na vifo za watu wengi stara kama hiyo. Kisha uhepe hata ukuje na magaidi wangapi, hata uje na magaidi wangapi, you will never make it. Tilanga kikosi cha kimagaidi wake huyo manzi Masiyeng kinamfuata tikidinga venye zinarambana shasha dinga za kimojingili huku Tilang akuna manzi bampa tu bampa, huku Tilang akuna manzi bampa tu bampa, na hapa basi kuna majingili wamfuata mbaya mbovu. Tilang pita jingili na yeye vile vile gonga magari zingine bishaka kwa kando stara kama hiyo. Wa Tilanga anamtaka huyo Miss Masiyenga alimuwinda kumfuata washona na kumpeleka mbio mbio kagua. Bas manzi akasimama, jamaa wetu akachukua hand grenade na pisto. Miss Masiyeng chomoka. Lakini kumbe ajabu ni kuwa wamemteka nyara mtoto wake Leite. Wamemteka nyara mtoto wake Leite. Kisha manza akamwambia either uweke bunduki chini ama tumalize mtoto wake Leite. Chaguo ni lako. Weka bunduki chini ama tumalize mtoto wake Leite na ufanye speedy. Akakumbuka venye Leite alimwambia. Akakumbuka venye alimpromise Leite atahakikisha basi mtoto ameenda hospitalini. Oh yeah. Niweke bunduki chini, muniue. Okay, niko na hand grenade. Wanaona pisto, hawaoni hand grenade. Kuma huyo kakatoroka. Na jamaa wetu akachukua hand grenade. Ukapiga risasi. Lakini jamaa wetu akachukua hand grenade, chomwa safety pin kisha manze kuona hivyo akahepa. Majingiri wake wameripotiwa. Kisha kaanza kumfuata jamaa wetu basi anataka kumkanyanga. Tilang ruka upande mwingine. Kumbe Tilang alikuwa amekubebea hapa basi RPG, rocket propelled grenade, ama ukipenda Karaboshta. Rocket propelled grenade. Rocket propelled grenade yani Karaboshta. Miss Masiyeng ripuliwa into pieces. Miss Masiyeng lipuliwa plus yeye plus dinga lake na driver wake wote into pieces. Ingawaji watu wengi zaidi basi wamekufa kama vile hata bila shaka pale lo wanazinga bracha raite hosting powers na kali, lakini pia manzi wake gari na kwisha. Kisha chukua manzi mpeleke hospitalini mbio mbio haraka bishi jamaa wetu Tilang akipeleka manzi hospitalini bishi stara kama hiyo. Hapa bishi na marcheki na unaona picha letu mercenaries from Hong Kong. Ne mwisho akibishi ni wako Manserekta top ranking DJ ranking Afro amigos. Mercenaries from Hong Kong. Mwisho